Mungu Baba yetu wa mbinguni, kwa neema hii ambayo umetukirimia kwamba tukaweze kukaa miguuni pako na kujifunza kutokana na neno lako. Najiachilia mikononi mwako kwamba utazungumza nami nikaweze kuzungumza na watu wako. Zungumza nasi kutuonya, zungumza nasi kutufundisha, zungumza nasi kuturekebisha, zungumza nasi kututia moyo na kutuimarisha katika safari hii ya imani kwa Kristo Bwana wetu. Tunaendelea na tafakari zetu juu ya toba, uponyaji na uhuisho kwa familia, kama vile ambavyo tunaelekezwa na mandhari yetu ya mwaka huu katika uaskofu wa Mombasa. Kufikia sasa naamini kabisa tumepata taswira kamili ya saumu na umuhimu wake kwetu kama watoto wa Mungu, watoto walioitwa na kuteuliwa na kutengwa na Mungu mwenyewe. Saumu hii ya siku 40 ni wakati ambapo waumini wanamrejelea Mungu kiakili, kimwili na hata pia na kiroho, na njia halisi ya kufanya hivyo ni kupitia maombi, kufunga, kutubu na kuonyesha huruma kwa wanyonge na wahitaji. Na ili saumu yetu basi ikaweze kuleta manufaa kwetu na kwa wengine, sio kujinyima tu vyakula na mambo mengine ambayo tunaweza kujizuilia, lakini zaidi ni jinsi mioyo yetu itakavyoyeyuka na kufanana na Yesu mwenyewe, ili kwamba uhusiano zetu na Mungu zikaweze kuboreka, na ya kwamba tukaweze kuyafanya yale anayoyafanya Mungu, tukaweze kuenenda katika maadili yale yanayompendeza Mungu. Asubuhi ya leo kiini ama kichwa cha tafakari zetu ni saumu iletayo uhuisho, na mambo matatu ambayo ningependa tuyazungumzie ili kuweza kufikia malengo hayo. Jambo la kwanza, ikiwa saumu yetu itakuwa ya manufaa kwetu, ikiwa saumu hii ya siku 40 italeta baraka katika maisha yako, katika maisha yangu, ikiwa saumu hii ya siku 40 italeta mabadiliko katika jamii ama katika miji na vijiji tunavyoishi, basi imetupasa sisi kumrudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. It is homecoming. Saumu ni homecoming. Nabii Yoeli anatukumbusha ya kwamba imetupasa kumrudia Mungu. Tujuavyo ni kwamba wana wa Israeli walikuwa wameitwa na Mungu akasema, nyinyi mtakuwa watoto wangu nami mtakuwa baba yenu, na wakakaa katika wema wa Bwana, watakaa katika hema ya Bwana, watakaa katika ulinzi wa Bwana. Lakini ikafikia wakati ule wana wa Israeli wakaanza kujichanganya na mambo ya dunia, wakaanza kutoka katika uwepo wa Mungu, na hivyo basi wakaenda mbali na uwepo wa Mungu, na ndiposa nabii Yoeli basi akatumwa kwa wana wa Israeli ili wakaweze kumrudia Bwana. Ndivyo ilivyo hata kwetu. Wanandoa wale ambao wakati wa ndoa wanakuanga ni love birds, yani sahani ni moja, hata kijiko ni kimoja, bafu wanaendana pamoja, si ndivyo hivyo? Lakini inafikia wakati kunakuwa na machafuko, na machafuko hayo yanaleta uhasama katika wanandoa, katika wale ambao walikuwa ni love birds, wale ambao walikuwa wanasuguana migongo. Sasa hakuna kusuguana migongo, sasa ni kusengenyana, sasa ni kurushiana maneno makali, sasa ni kupigana mateke, ni kupigana mangumi, sasa ni enda jikoni ukajipakulie chakula. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ni wakati wa kumrudia Bwana, ni wakati wa kumrudia Mungu, ili kwamba yale ambayo shetani ameweka ndani yetu basi yakaweze kuondolewa. Nakumbuka tulipokuwa tunakuwa miaka hiyo ya zamani, tukiendeza Injili katika milima ile ya Taita, basi tulikuwa tunaenda tukiimba, rudi kutoka dhambini, rudi kutoka dhambini, rudi kwa baba yako, huko uliko ni mbali, hakuna raha kamwe. Rudi kutoka dhambini, rudi kwa baba yako, huko uliko ni mbali, hakuna raha kamwe. Rudi kwa baba, rudi kwa baba, rudi nyumbani, uje ukapumzike huko, ukapate raha, ukapate raha. Wapendwa, saumu hii ya siku 40 inatupatia nafasi ya kurudi kwa Baba, inatupatia gari la kuweza kurudi kwa Baba, inatupatia transport ya kuweza kurudi kwa Baba. Manake mahali ambapo tumefika si mahali pasawa, si salama. Mahali ambapo tuko mbali na Baba si salama, kuko na hatari nyingi, na Bwana amefungua mikono yake, anatungojea ili tukaweze kumrudia, na ametupatia chombo hiki cha saumu ya siku 40 kwamba tukaweze kumrejelea, kwamba tukaweze kurudi nyumbani, kwamba tukaweze kuirudia ile furaha ya kwanza, kwamba tukaweze kurudi nyumbani kwa Baba yetu. Mwana mpotevu alipotoka katikati ya baba yake na mama yake na ndugu zake, akaenda nchi zile za mbali, akastarehe na vile alivyokuwa navyo vilipoisha, basi akaanza kutamani. Maanake alikosa chakula, akakosa mavazi, akawa ni wa matambara, akawa ni wa kutamani hata kula chakula cha nguruwe. You can imagine. Lakini mwana mpotevu alipojipeleleza, alipofanya mkutano na nafsi yake, akaangalia akasema, hapana, this is not where I belong, this is not home for me, this is not my standard. Na akaamua kumrejelea Baba, na akasema, nitaenda kwa baba yangu na tunamwambia Baba, nimekosa mbele zako, nimeona mbele za Mungu, sistahili tena kuitwa mwanao, lakini angalau nikubali, hata kama nitakuwa mtumwa pamoja na wale wengine, lakini niwe nyumbani kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumrudie Bwana. Fanya mkutano na nafsi yako. Jiangalie, ni wapi ambapo umetoweka, ni wapi ambapo umemkosea Mungu, ni wapi ambapo umepotea, ni wapi ambapo umetoka katika njia, umeenda umbali wa kiasi gani na Mungu wako. Kama vile baba wa mwana mpotevu alikuwa amefungua mikono yake kumngojea mtoto wake, siku baada ya nyingine aliangalia njia kama mtoto wake atarudi. Hivyo ndivyo Mungu anafanya asubuhi ya leo. Yesu alipoangikwa msalabani, aliangikwa mikono ikiwa imenyosheka, ili kwamba nafasi iko wazi, mlango uko wazi kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili tukaweze kumrudia Mungu, ili tukaweze kurudi tena kifuani mwa Baba, ili tukaweze tena kupata joto la Baba yetu, ili tukaweze tena kula pamoja na Baba yetu. Anatungoja. He is tenderly calling us today to return to him. Tumrudie Bwana ili kwamba tukaweze kupokea kile ambacho ni chetu, manake sisi si wa pale ambapo tuko. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo tuko si kwetu. Fanya mkutano na nafsi yako, nifanye mkutano na nafsi yangu, ili Mungu akaweze kunifunukia yaliyofichika ndani yangu. Ni wapi ambapo nimekosea Mungu? Ni wapi ambapo sifanyi yale ambayo Mungu anataka nifanye katika nyumba yake? Bwana ametubariki na baraka nyingi tu, zawadi nyingi tu. Kama hujawahi pitia bonde la uvuli wa mauti, basi uliza mama mwenye anaenda leba. Alafu tunapokuja kutoa shukrani, alafu ninamwambia Mungu asante na shilingi 50. Yaani wewe umetolewa kamba ya kifo kwa shingo,
alafu namwambia Mungu asante, bahasha umeweka shilingi 50. Tufanye mkutano na nafsi zetu, tufanye mkutano na mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi kutoka dhambini, tuache kumzoea Mungu, tuache kumdhihaki Mungu, tuyafanye yale ambayo Mungu anakusudia ili tuwe watumwa wema na waaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi langu ni kwamba tutakuwa chumvi na nuru kweli katika ulimwengu huu ambao una maozaoza. Jambo la pili, ili sauti yetu ikaweze kuwa ya manufaa kwako na kwangu na hata katika vijiji na nafasi zile ambazo tunaishi, imetupasa kutubu. Warumi sura ile ya 5 tumesomewa na tukaambiwa kwamba Mungu ako radhi. Yes, God has put us right with him. Na hii ni toba. Kila siku wakati tunafanya ibada tunasemanga, tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe na wala ukweli haumo ndani yetu, lakini tukiziungama dhambi zetu mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe na dhambi zetu zote. Na ikiwa wakati tunaendelea na ibada ile gofira, tunasemanga Mungu atutenganishe na dhambi zetu kama vile mashariki ilivyo na magharibi. Ni wakati wa toba. Tunapotubu Mungu anatugeuza kutoka hali ile ya uchafu na kutuweka katika hali ile ambayo ni sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka Baba Magii atuonyeshe mambo kadhaa hapo. Weka hiyo kitambaa hapo ndani. Sasa sisi wanadamu, watu wa Mungu, tumebatizwa, ndio tumebatizwa, sisi ni Wakristo, tunaitwa majina mazuri tu sana. Wengine ni kina Petero Baroko, wengine ni kina James, wengine ni Yakobo. Haipende kazi tu, majina mazuri, kina Dorokasi kama mimi hapa, waliokufa na wakafufuliwa. Pende kazi, majina ni mazuri, yanapendeza na una jina nzuri, ni sawa, tuna jina nzuri, lakini katika dunia hii kwa sababu kumejaa mambo mengi, mambo ya uchafu, tunajitumbukizanga kwenye hali ambazo si nzuri. Hebu Magii ile hiyo kitambara. Tunakaa hivyo. Kamua waone, kamua wakiona, weka ndani. Kamua hiyo juisi hapo ndani waone hiyo juisi inayotoka hapo. Hiyo ndio juisi inayotoka katika nafsi zetu, katika mioyo yetu. Yaani tumejaa uchafu. Sisi tumejaa uchafu. Ni watu tuliobatizwa, lakini kwa sababu ya kujishikanisha na mambo ya dunia, kwa sababu ya kuenenda katika hali ambazo hazistahili, tunajiingiza kwenye hali ambazo zinatuchafua. Mavazi masafi ambayo Mungu, kitambara kile kilikuwa cheupe, angalia vile kimeanza kutani brown. Ni kwa sababu ya kujichanganya na mambo ya dunia. Tumeingia kwenye dhambi mpaka tukazoelea dhambi mpaka haina shida tena. Wengine walisema nitatubu jioni, nitatubu kesho, Jumapili iko, lakini tunaendelea kuzama katika dhambi. Lakini huyu Mungu wa huruma, anayetupenda, anayetujali, anatuomba tukamrudie ili tukaweze kutubu. Hebu tumbukiza hiyo kitambara kwenye hiyo maji masafi. Wakati sasa tumemgeukia Mungu na Mungu ametupokea. Mwana mpotevu amerudi nyumbani, ameingia kwa Baba, amepokelewa na Baba, anaanza kutolewa mavazi yale machafu, anaanza kutolewa hali zile, anaingizwa kwa bafu, anaoshwa, anapatiwa perfume. Kamua hiyo kitambara. Nataka kusema ya kwamba wokovu ni wa siku moja. Anasema namkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu, lakini hatutakasiki siku ile ya kwanza. Tunaendelea kusafishwa na Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu. Basi Mungu anatutakasa kabisa. Roho anakanda, na Roho wa Mungu akikaa ndani yako, Roho wa Mungu akikaa ndani yangu, nakwambia sura ya miti ndani inabadilika. Roho wa Mungu akijaa ndani yetu, sura ya kanisa hili itabadilika. Hata walio nje, waliotoroka watarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Roho wa Mungu atakaa ndani yetu, kwa sababu mambo yanabadilika ndani yetu, hali zetu zinabadilika, upendo wetu unakuwa ni ule wa kwanza. Yaani hakuna
hakuna unafiki katika pendo letu na mwingine, hakuna husuda, hakuna chuki, hakuna kudharauliana, tunapendana kikamilifu. Weka kwenye ile maji masafi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukamue ikiwa juu kabisa, waweze kuona maji yenye yanatoka, kile kinachotoka katika kitambara hicho. Kitambara kimeanza kuwa cheupe, kimeanza kurudia rangi yake. Hayo maji yanatoka ni clean, kwa sababu tumejawa na Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa Roho wa Mungu atakaa ndani yetu, matendo yetu yatakuwa ni tofauti ya yule aliye katika dhambi. Ikiwa Roho wa Mungu atakaa ndani yetu, hatutaweza kuyafanya yaliyo kinyume na maandiko ya Mungu. Ikiwa Roho wa Mungu atakaa ndani yetu, hatutachagua watu wa kutembelea. Yani tunakuwa tunajali wale wengine, tunakuwa ni watu ambao tunayatenda mapenzi ya Mungu, tunakuwa ni watu ambao tuko tayari kumtolea Mungu kile ambacho kinatugharimu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi amefanya shughuli, imefikia, amepata ufanisi, amepata ushindi katika vita. Samueli wa pili sura ile ya 24 mstari wa 24. Daudi akawa ni amtolee Mungu sadaka, amtolee Mungu kafara, sadaka ya kuteketeza. Na kwa sababu mfalme aliona uzuri wa Daudi, akamwambia ziko ng'ombe hapa, chukua tu nenda ukatoe. Daudi akasema siwezi nikamtolea Mungu sadaka ambayo haijanigharimu. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi nikamtolea Mungu sadaka ambayo haijanigharimu. Wewe unaingia kanisani, unamwambia ndugu yako nisaidie na sadaka. Wewe ndio umejipanga na sadaka, nisaidie na sadaka. Mwenye atakayebarikiwa ni nani? Mwenye kutoa. Maana kama hujatoa, si umesaidiwa? Daudi akasema sitamtolea Mungu sadaka ambayo haijanigharimu kitu. Nitanunua ng'ombe, nitanunua kondoo na nitamtolea Mungu sadaka ya kuteketeza. Lakini sio kile cha bure, maana cha bure ni rahisi na rahisi hakina faida katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako, sadaka yako inakugharimu? Yaani sasa unatoa sadaka, unajua yenyewe hapa yenyewe nimetoa, yenyewe unasikia, yaani you feel your parting is something. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi akasema sitamtolea Mungu sadaka ambayo haijanigharimu kitu. Ni ombi langu nikiwa ninafungua macho, nikiwa ninawaangalia, kwamba kila mmoja wetu ataanza kugharamika katika sadaka tunazotoa, katika shukrani tunazotoa na katika zaka tunazotoa, ili saumu yetu siku 40 ikaweze kuleta manufaa. Ni wakati wa sisi tutafute kuzifuata amri za Mungu kikamilifu. Ni wakati wa kumlilia Mungu kama alivyolia Daudi, alivyojua ya kwamba amemkosa Mungu, ameenda mbali na uso wa Mungu kwa kutamani mke ambaye si wake, kwa kuua, na Mungu anasema tusiue. Akamlilia Mungu. Zaburi ya 51, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo na kubondeka mbele. Ikiwa tutamgeukia Mungu kwa toba la kweli na la moyo na kumlilia Mungu kwamba atuumbie moyo safi, moyo wa kubondeka, moyo wa kunyenyekea, moyo ulio safi, moyo unaojua sheria za Mungu, moyo unaotamani kuzishika na kuzitekeleza sheria za Mungu, I am telling you, mambo yatabadilika. Sura yetu itabadilika, hali zetu zitabadilika. Tutakuwa manukato hata kwa kitongoji hiki cha Mikindani, ya kwamba wengine watatamani kuungana na sisi, watatamani kuabudu na sisi, kwa sababu kanisa hili litakuwa linatiririka si pesa. Kanisa hili litakuwa linatiririka manukato ya Kristo, na likitiririka manukato ya Kristo, watu wa Mungu watatiririka vyote walivyo navyo, withholding nothing. Mwimbaji akasema, what shall I render to Jehovah?
Yaani nitampatia Mungu, sitazuilia chochote. Ikiwa Mungu anataka sauti, nitampatia sauti. Ikiwa Mungu anataka wallet, nitampa wallet. Ikiwa Mungu anataka taaluma ile ambayo niko nayo, nitampatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nione Mungu atamfanyia nini. Bwana Yesu asifiwe. Tunarusha mikono, hiyo ni kazi ya kanisa, haina malipo. Tunasahau yule aliyetupa uzima ndiye anayetupatia nafasi hiyo ya kutumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombi langu ni kwamba kile ulicho nacho, taaluma ile uliyo nayo, nguvu zile ulizo nazo, ombi langu ni kwamba Mungu atatuwezesha tukaweze kumgeukia na tukaweze kumfanyia kazi. Mungu aendelee kutupatia neema hiyo ya kuwajibika katika kufanya kazi ya Mungu. Na mimi naomba tena bila kufunga macho ya kwamba hii saumu itazalisha mchakato mpya, mchakato wa nguvu katika kanisa la ACK Mikindani.